Leo tunaangalia tofauti ya umeme mkondogeu na umeme mkondo mnyoofu, au kwa lugha ya Kiingereza umeme AC alternating current na umeme DC direct current. Kwa mujibu wa video zilizopita tumeshaona maana ya AC na DC. Tumeshaona maana ya umeme mkondo mnyoofu na umeme mkondogeu. Hapa kuna jedwali linaloonyesha utofauti huo, ambapo limegawanyika sehemu zifuatazo. Sehemu ya kwanza ni kigezo kinachotumika kutofautisha mkondogeu na mkondo mnyoofu. Sehemu ya pili ni mkondogeu na sehemu ya tatu ni mkondo mnyoofu. Namba moja ni chanzo. Umeme mkondogeu unatokana na vyanzo vinavyofanya mjongeo. Umeme mkondogeu unatokana na vyanzo vinavyofanya mjongeo, motion sources. Umeme mkondo mnyoofu unatokana na michakato ya kikemikali au tunaita ni chemical reaction. Umeme mkondo mnyoofu unatokana na michakato ya kikemikali. Kigezo cha pili, hali ya mkondo wa umeme. Mkondo wa umeme kwenye mkondogeu unabadilika uelekeo mara nyingi. Mkondo wa umeme kwenye mkondogeu unabadilika uelekeo mara nyingi. Mkondo wa umeme kwenye mkondo mnyoofu au DC haubadiliki, ni mstari mnyoofu, uko moja kwa moja, straight line. Frequency tulisema ni idadi ya mizunguko ndani ya sekunde. Umeme mkondogeu huambatana kwa frequency kuu. Moja ni 50 Hz tunaita, nyingine ni 60 Hz. Usambazaji wa umeme duniani hasa mkondogeu upo katika frequency kuu mbili. Moja ni 50 Hz tunaita, nyingine ni 60 Hz. 50 Hz inatumika katika nchi za Afrika, Ulaya na nchi za bara la Asia. Frequency ya 60 Hz inatumika katika nchi za Marekani. Umeme mkondo mnyoofu hauna frequency kwa sababu hubadiliki. Mkondogeu wenyewe una frequency kuu mbili, 50 Hz na 60 Hz. Gharama za kusafirisha na kuupoza umeme. Gharama za kusafirisha umeme mkondogeu ziko chini. Pia gharama za kuupoza umeme mkondogeu kutoa voltage kubwa kuwa ndogo ziko chini. Gharama za kusafirisha umeme mkondo mnyoofu ziko juu sana, na pia kuupoza umeme mkondogeu gharama ziko juu sana. Vifaa vinavyoutumia. Mara nyingi vifaa vinavyotumia umeme mkondogeu ni vifaa vinavyohitaji matumizi makubwa ya nishati kama friji na vifaa vingine majumbani na viwandani. Vifaa vinavyotumia umeme mkondo mnyoofu ni vifaa vinavyohitaji nishati kidogo, mfano remote, mita ndogo ndogo, laptop, simu na vifaa vingine kama hivyo. Uhifadhi. Umeme mkondogeu hautunziki. Hakuna namna ya kuhifadhi umeme mkondogeu. Umeme mkondo mnyoofu unatunzika kwenye elektroniki kama vile betri au kapasita, unatunzika, unahifadhika. Kubadilishwa ili uwe kinyume chake. Umeme mkondogeu na umeme mkondo mnyoofu unaweza kubadilishwa, geu kuwa mnyoofu, mnyoofu kuwa geu.
Ni rahisi sana kubadilisha umeme mkondogeu kuwa mkondo mnyoofu AC kuwa DC. Unatumia diode moja tu, lakini kubadilisha umeme mkondo mnyoofu ili uwe umeme mkondogeu unahitaji kifaa cha kielektroniki tunaita inverter, ambapo kuna muunganiko wa vifaa vingi vya kielektroniki. Maana yake kuna mchakato mrefu kubadili umeme mkondo mnyoofu kuwa umeme mkondogeu, lakini ni simple sana, ni rahisi sana kubadilisha umeme mkondogeu kuwa umeme mkondo mnyoofu. Kwa ufupi, hizi ndio tofauti za muhimu baina ya umeme mkondogeu na umeme mkondo mnyoofu, ingawa zipo nyingi, hizi ni chache tu. Katika video ijayo tutaangalia vizio au units za power, voltage, mkondo wa umeme, ukinzani resistance na frequency. Usisahau kulike, kushare, kukomenti na kusubscribe Linear Electronics.